ambaye umeomba jambo fulani muda mrefu, wewe ambaye tafuta jambo fulani muda mrefu, ukiwa katika hatua za mangojezi, ukiwa katika hatua za kumsubiri Bwana, jambo lolote laweza kutokea. Ushawishi wowote unaweza kutokea. Unaweza kukuta kuna wakati watu wanakuzungumzisha mambo mabaya ya kwamba yamkini wewe umechelewa kuolewa, yamkini wewe umechelewa kufanikiwa, yamkini kuna jambo ambalo umeliomba muda mrefu na bado unalisubiri. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kaa katika hali ya kusubiri, na huku ukiwa na imani ya kwamba Mungu atakutendea jambo hilo kwa wakati na majira, na wewe ukatae kupokea muujiza feki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunao watu wengi ambao wamejikuta wamepokea miujiza feki kwa sababu tu ya mashauri ya watu wengine, kwa sababu tu ya pressure za watu wengine. Inawezekana umechelewa kwenye jambo fulani kama ambavyo nimesema hapo kwanza. Yawezekana umechelewa kupata mtoto. Sasa hivi unaelekea labda miaka 50, unaelekea miaka 48, unaelekea miaka 40, lakini jamii inayokuzunguka inakusemesha mambo magumu sana. Jamii inayokuzunguka inakusemesha vitu vigumu kwamba umechelewa. Na wewe ukiangalia katika damu na nyama unaona ni kama vile kweli umechelewa. Nataka nikwambie kwamba usikae katika hali ya kuchanganyikiwa. Kaa katika hali ya kumsikiliza Mungu. Wakati unasikia mashutumu, wakati unasikia kuhukumiwa, wakati unasikia kusemwa maneno magumu, rudi kwa Bwana aliyekupa ndoa, rudi kwa Bwana aliyekupa huyo mume, rudi kwa Bwana aliyekupa huyo mke. Mwambie Mungu, ninasikia maneno fulani kwa watu, lakini najua wewe umeniambia kwamba niendelee kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nataka nikutangazie kwamba hautabaki ulipo. Lazima Mungu atakutendea mambo makubwa. Lazima Mungu atakutendea jambo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaona kabisa kwamba hapa sasa Sarai anakaa na mume wake, anamshauri, anamwambia kwamba lazima naomba tupate mtoto kupitia msichana wa kazi ambaye ni Hajiri. Tupate mtoto kupitia msichana wa kazi. Lakini wakati huo wamesahau ahadi ya Mungu ambayo iliwasemesha kutoka kwenye sura ya 15. Hiyo Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu anamwambia Abraham kwamba hautapata mrithi kutoka kwa Israeli, kwa Ezerieli. Utapata mrithi kutoka kwenye viuno vyako. Ameshasahau. Ni nini? Kwa sababu kwenye wakati wa mangojezi kuna mambo mengi yanaweza kutokea. Ni kweli mtu wa Mungu umeomba sana. Ni kweli umefunga na kuomba, lakini kuna wakati wa kusubiri. Kuna wakati wa kusubiri muujiza wako kuzaliwa. Kuna wakati wa kusubiri Mungu kukuletea ndoa iliyo halisi. Kuna wakati wa Mungu kukuletea mtoto ambaye atazaliwa kwenye tumbo lako. Kuna wakati wa Mungu kukuletea baraka ambayo utaipakata mwenyewe kwa mikono yako. Haleluya, haleluya. Ninatamani Mungu akutane na wewe. Natamani Mungu akusababishie muujiza unaotoka kwenye kiti chake cha enzi. Sitamani sana kukuona ukipokea muujiza feki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akubariki, uwe na siku njema, na Mungu akutane na wewe kwenye maisha yako. Amen.